Wakati amesimama pale wamemkaba pale, yule dada anapiga kelele, kaka nisaidie, kaka nisaidie, kaka nisaidie. Akasema vipi tena? Yeye kitendo nataka kusimama, wala shikaji wakanifuata na kisu. Alikuwa anajiuza yale maeneo. Nashukuru Mungu kwa nafasi ambayo alikuwa amenipa, na kwa nauza chips, nimeajiriwa. Niliona kama kipato kile hakikizi mahitaji yangu. Mpaka sasa hivi na pikipiki yangu mimi mwenyewe. Kwenye harakati za maisha kuna vitu vingi sana ambavyo watu wanapitia. Kuna story ambazo zinafurahisha, kuna story ambazo zinaelimisha, story ambazo zinatufundisha pia. Leo tuko Kisasa Dodoma, tunapiga story na Timotheo Yohana, mmoja kati ya vijana ambao wapo Dodoma wanafanya harakati za afisa usafirishaji maarufu kama bodaboda. Kwenye harakati ambazo anafanya, ni vitu gani hasa ambavyo vinabaki kama simulizi ya wakati wote? Ni vitu gani hasa ambavyo anaweza kutujuza ambavyo vinabaki kama sehemu ya burudani ama sehemu ya kitu ambacho anatamani watu wajifunze? Mambo vipi? Kama kawaida kaka. Uko vizuri? Niko fresh. Sawa, mimi nakufahamu kama Timotheo Yohana, afisa usafirishaji kutoka Dodoma. Tusimulie story ya kutoka nyumbani hadi kuja Dodoma na kuanza harakati ilikuwaje? Kwanza kabisa nyumbani ni Morogoro. Nimetoka Morogoro mwaka 2023. Nimekuja 2023, nimefikia Dodoma maeneo ya Kisasa. Kwenye harakati ambazo nilikuwa nafanya hapa, kwanza nilianza kuwa nauza chips. Tuliuza sana chips kwenye mabanda ya chips mtaani, tukauza, lakini baada ya hapo niliona ngoja nibadilishe hii kazi, nifanye kazi ya bodaboda. Ndipo nikajikita kwenye kazi ya kuendesha pikipiki barabarani. Okay, kwenye kuendesha pikipiki rasmi umeanza mwaka gani na ilikuwaje hadi ukaona niache hizi kazi nyingine nijikite tu kwenye uafisa usafirishaji? Kwanza kabisa nashukuru Mungu kwa nafasi ambayo alikuwa amenipa, na kufikiria kwangu vitu vingi vimenisaidia kubadilika. Kwa maana baada ya kuona kule nilipokuwa nauza chips nimeajiriwa, niliona kama kipato kile hakikizi mahitaji yangu. So nikaamua nibadilishe, niendeshe pikipiki, labda naweza nikafanikisha malengo yangu ambayo kidogo natamani kufika. Ndipo nikaanza kuendesha pikipiki. So nimepiga boda, nimeanza boda 2024. Nimeendesha 2024, nikaendesha kama miezi mitatu kwanza day worker, nikaona sasa hapa inanifaa nipate pikipiki ya mkataba. Ndipo nikachukua mwezi wa 4 wa 5 2024 nikachukua pikipiki yangu ya mkataba, nikaanza kupambana, nikafanya kazi kwa bidii mpaka nikamaliza ule mkataba, mpaka sasa hivi na pikipiki yangu mimi mwenyewe. Okay, kutoka mwaka 2024 mpaka 2026 kazi ya uafisa usafirishaji maarufu kama bodaboda ndio ambayo ndugu yetu Timotheo Yohana amekuwa akiifanya. Sasa tukisalia hapo, nataka aniambie yeye kama kijana ni kitu gani hasa kwenye hii kazi ambacho ameshawahi kukutana nacho kinabaki kama story ambayo inaweza kufundisha pia watu wengine kwenye harakati za kimaisha. Karibu sana, tusimulie kuhusu hilo kama ipo. Lakini hiyo ipo kwa sababu pia unajua kila kazi na changamoto na kila kazi na faida na hasara. So kwenye kazi yetu hii tunayofanya bodaboda tumeshakutana na vitu vingi, vingine vimetufurahisha, vingine vimetuumiza, lakini vingine vimetufunza. So mimi ningependa nizungumzie ambaye ilinifunza au mpaka leo naweza nikaongelea ili hata wenzangu nao wakapate kujifunza kupitia hii. So kuna siku ilikuwa mimi ni dereva Bolt, pia huaga natumia Bolt usiku. Ifika mida ya saa 5 ndo huaga napenda kuwasha Bolt mpaka saa 7 pia ndo naenda nyumbani kwenda kulala usiku. So hiyo siku bana nikawa na abiria wangu anatoka sehemu inaitwa Amazon Kisasa. So mimi nilikuwa nimetokea mjini maeneo ya CB. Nimefika sehemu moja inaitwa Meliwa, abiria wangu mmoja akarequest kutoka huko Kisasa Amazon. Nikasema ngoja nimfuate kwa sababu nilikuwa narudi, nikaunga moja kwa moja. Nimefika katikati njiani pale ndipo nikakutana na vijana watatu wanapakiana kwenye audio fulani hivi wanaita audio mninga. So ile hasa wakati na karibia unajua usiku tena watu wachache, watu washaenda kulala saa 6 hiyo. Kwa kuangalia vile nikaona kama kuna vurugu kwa mbele kwa sababu taa yangu usiku kwenda mulika sana, pikipiki yangu taa inawaka sana usiku. So wakati nimewamulika kwa mbele nimewaona, nikasema hawa jamaa vipi? Mbona kama kuna vurugu? Kumbe wale washikaji watatu walikuwa wamekaa na dada mmoja. Yule dada wakawa wamemkaba pale chini. Mimi nilipofika pale nikaa najiuliza hapa kuna nini? Mbona watu kama wanagombana? Nilipofika pale nikapunguza mwendo. Nikawacheki wale jamaa, nikawasalimia, "Oya vipi?"
Jamaa hawakunijibu wale bodaboda, ni bodaboda, ni sio bodaboda wale, sijui ni vibaka, naweza nikasema ni vibaka, kwa sababu pia walikuwa wanamkaba dada na pia walimkata. Kwa hiyo wakati amesimama pale wamemkaba pale, yule dada anapiga kelele, kaka nisaidie, kaka nisaidie, kaka nisaidie. Nikasema vipi tena yeye kitendo nataka kusimama, wale shikaji wakanifuata na kisu, wakaniambia oya, haya kuhusu tembea. Sasa kucheki hapa mazingira hapa pale sio mbali sana na hapa Kisasa Center, ni maeneo ya katikati tu hapo. So nikaangalia mazingira ni kama vile wale watu wanajuana. Nikabidi nimuulize dada, kwani wewe mwafanyaje? Yule dada akasema wala nikaba anachukua simu yangu. Dada kana ngangania ile simu. Kwa maana kwamba yule dada alichokuwa anakifanya pale alikuwa anajiuza yale maeneo. Sasa kumbe alipokuwa anajiuza pale na wale vibaka nao walikuwa kazini, wakakutana. Kwa hiyo wao wale vibaka hawakutaka masuala ya mapenzi. Wao walichokitaji walitaka